Maneno ambayo yako pale ni Matendo ya Mitume 6:1 hadi 7. Matendo ya Mitume mlango wa 6, neno ambalo tumesha lisoma, naomba tulisome tena. Matendo ya Mitume 6 mstari wa 1 hadi mstari ule wa 7. Matendo ya Mitume 6 mstari wa 1 tutaisha mstari ule wa 7. Na watangulia nasoma kama ilivyoandikwa kwa msaada wa Mungu wetu wa utatu. Neno linasema, hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, walikuwa na manung'uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Wale thenashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na Roho na hekima, ili twaweke juu ya jambo hili, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Pamena na Nikolao mwongofu wa Antiokia, ambao wakaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao. Neno la Mungu likaenea, na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Amen. Hili ndio neno la Mungu kwa siku ya leo, tunapoingiza viongozi wa kazini. Naomba tuketi tafadhali sana. Awali ya yote nichukue fursa hii adimu sana kwanza kumshukuru sana Mungu kwa kusanyiko hili. Namshukuru sana Mungu kwamba hakika ameiwezesha siku ambayo tumepanga kwamba tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tukutane hapa kwa ajili ya ajenda yetu iliyo mbele yetu. Nimshukuru sana Mungu, lakini pia nishukuru sana uongozi wa CCT. Nishukuru sana mwenyekiti wetu wa CCT mkoa, Baba Askofu Daktari Ngomi. Nikushukuru sana kwa mipango mizuri na kwa ushirikiano wa ushirikishaji wa mambo mbalimbali. Nikushukuru pia katibu wetu ndugu yetu Emmanuel. Nikushukuru sana mchungaji, asanteni sana, na uongozi mzima katika ngazi ya mkoa nishukuru sana. Lakini niwashukuru sana watendaji wanaotenda jambo hiki, akiwemo katibu mkuu, hata kwa kunipa nafasi ya kwamba nisimame niweze kunena neno hili siku ya leo. Si hivyo tu, na kutupendelea sisi wana KKT kwamba leo mje mfanyie kwetu, tukutane hapa nyumbani, kwa sababu tuna utajiri mwingi. Tungeweza kwenda huko Presbyterian, tungeweza kwenda huko Anglican, Mennonite na sehemu nyingine, lakini mkasema mwaka huu tunaomba tuje tufanyie huko kwenu. Tunawashukuru sana kwa kuamua hivyo. Tunaamini kabisa kwamba itakuwa baraka kubwa, sababu chombo cha Ekumeni hiki ni chombo kikubwa, ni chombo chenye nguvu, ni chombo kilichobeba baraka. Kwa hiyo uwepo wa watumishi wa Mungu hao waliokuja hapa, tunaamini kabisa sisi wana KKT tutajipatia baraka nyingi sana. Kwa hiyo tunashukuru sana sana sana. Ndipo nipende kushukuru sana mchungaji kiongozi wa usharika huu Donald Kiwanga, na kushukuru sana kwa kutupokea na kwa kutukaribisha. Niwakaribishe wote katika kanisa hili, karibuni sana. Jisikie nyumbani. Inapendeza sana sana tukikutana. Tumezoea kukutana kama madhehebu, lakini leo tunakutana mwili wa Kristo kwa madhehebu hayo mengi na huduma hizo nyingi. Si wa Luteri tu, si wa Anglikana tu. Unajua hata mimi mzazi na watoto wanne na mke wangu. Sasa ukiona siku
watoto wote wamekuja, wanasema baba, tunakuja kwako, tuna shida na wewe. Baba, hapo ndugu yangu panakuwa padogo. Kwa hiyo hata sisi tumezoea kuonekana Lutheran, Anglican, Moravian, Synod. Leo tumekuja kwa umoja. Mungu anasema kuna nini huko? Watoto wangu wote wamekuja kwa pamoja, kwa umoja una nguvu. Ukitaka kwenda mbali, wanasema nenda na mwenzako. Umoja ni nguvu, utengano nini wapendwa? Ni udhaifu. Kwa hiyo umoja wetu wapendwa una nguvu sana. Umoja huu una nguvu sana. Na kwa njia ya umoja tunaweza tukafika mbali wapendwa. Tutafika mbali. Penye umoja, mimi naamini Yesu yupo. Kama anasema walipo wawili watatu, mimi nipo katikati yao. Sasa tukikusanyika sisi wote, Yesu yuko pamoja nasi. Kwa hiyo anapokuwepo pamoja nasi, sisi tumwambie kitu. Tumwambie Mungu, kuza umoja wetu. Tumwambie Baba, utubariki kwa wingi. Tumwambie Baba, tunakuomba ingia kwenye mioyo yetu, uone tuna changamoto gani. Kisha Baba, naomba uchukue changamoto hizo zote. Yesu yuko pamoja na sisi katika kusanyiko hili. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wapenda, katika somo ambalo nimelisoma punde, ambalo walisoma hapo, ambalo lipo katika miongozo yetu ya leo, wazo kuu nimelipa hili: umuhimu wa viongozi katika kukuza umoja wetu wa CCT. Umuhimu wa uongozi katika kukuza umoja wetu wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania, na hasa katika mkoa wetu wa Iringa. Leo kama nilivyosema, ni siku nyeti sana, ni siku